utaweza kukontroli nafsi yako, ile self control utakuwa nayo. Na ndio Allah tabaraka wa taala katuwekea ibada hizi, ibada ya saum ya kufundisha wewe kukontroli nafsi yako. Nyumba iko na chakula, imejaa vinywaji, maji baridi, kila kitu iko, lakini umejikataza mwenyewe, si ni kweli? Na kama utakula kwa nyumba, nani atajua? Hakuna. Lakini Allah tabaraka wa taala kakuletea ibada ya kujifundisha kujinyima starehe zako ambazo ni halali, zilikuwa mkeo wa halali, lakini unakaa naye kwa uoga mchana mzima kwa sababu ya kumridhisha nani? Allah tabaraka wa taala, ili uweze kupambana na hii mitego mitano ya dunia. Usiangukie ukawa ni mtu wa michezo mingi duniani, au ni mtu wa entertainments nyingi, au ni mtu wa kutaka kuwa smart na dunia, au ni mtu wa kuwa ni mtu wa kuji showing off kwa la. Hamu yako wewe ni kufanya nini? Nitafanya nini wenzangu hawajafanya? Acha hilo. Hii ndio mtihani wenyewe wa dunia. Lakini ukiweza kujikontroli nafsi yako, ukajielewa, wa maghfiratin min Allahi wa ridwan, Allah tabaraka wa taala. Na hapa duniani kama ambavyo kuna adhabu kali huko akhira, lakini pia kuna msamaha wa Allah. Allah tabaraka wa taala kwa mapenzi yake, kwa kuwa ni mlezi hataki kuadhibu watoto wake. Na Allah walillahi almathalul a'la, na Allah ana mfano wa juu. Hivyo hivyo Allah hataki kuadhibu, anawalea. Sisi tunaamini kwamba Allah ni Rabbuna, ndiye mlezi wetu, au si kweli? Kila tukiswali tunasema alhamdulillahi rabbil alamin, tunamshukuru. Sifa njema ni za Allah, mlezi wa viumbe vyote. Sasa kama mlezi hataki mwanawe apate tabu, Allah ndiye Rabbul alamin, kwa hivyo hataki tuwe katika matatizo, hataki twende motoni. Katupa ibada itufunze kujikontroli, tusiingie katika mambo ya motoni.